Yote ambaye amefanikiwa, wewe chunguza tu. Mtu yote ambaye amefanikiwa lazima huyu mtu ana nidhamu katika maeneo mbalimbali ambayo tunaenda kuangalia. Huyu mtu ni ana nidhamu na huwa anasikiliza ushauri kutoka kwa Mungu, ushauri kutoka kwa watu pia, upo ushauri pia kutoka kwa watu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo kama mimi na wewe tunataka kuwa na mafanikio au na ustawi, lazima tuwe na nidhamu na tuwe tayari kupokea ushauri. Amina. Hebu msomaji sasa nisomee Mithali mlango wa 12 mstari wa 15. Njia ya upumbavu imenyoka machoni pake mwenyewe, na yeye aliye na hekima husikiliza shauri. Amina. Hebu rudia tena baba. Anasema njia ya upumbavu imenyoka machoni pake mwenyewe, bali yeye aliye na hekima husikiliza shauri. Njia ya mpumbavu. Mpumbavu ni mtu ambaye hafundishiki na wala hashauriki. Huyu ndio tunasema ni mpumbavu. Sasa mpumbavu anasema njia yake imenyoka machoni pake mwenyewe. Imenyoka kwa sababu yeye huyu mtu hawezi kumfundisha na huyu mtu hawezi kupokea ushauri. Mungu atusaidie sana. Lakini tunaona anasema kwamba bali yeye aliye na hekima husikiliza shauri. Mtu yeyote ambaye ana hekima anasikiliza mashauri kutoka kwa watu. Hebu tusome Yakobo 3 mlango wa 17. Lakini hekima itokayo juu, tarudia, lakini hekima itokayo juu kwanza ni safi, tena ni amani, ni upole, tayari kusikiliza maneno ya watu, imejaa rehema na matunda mema, haina fitina, haina unafiki. Amen. Hiyo ndio hekima ya kimungu ambayo inatoka juu. Kumbe hapa tunaweza tukasema kwamba hekima ya kweli inatoka kwa Mungu wetu. Bwana Yesu asifiwe sana. Hekima ya kweli inatoka kwa Mungu wetu. Nidhamu ni msingi wa tabia njema, utii na mafanikio. Yaani nidhamu, tunaweza kusema kwamba nidhamu ni chanzo au asili ya tabia njema. Mtu yeyote mwenye nidhamu ana tabia njema. Nidhamu ndiyo msingi au ni chanzo au ni asili ya tabia njema. Ukimwona mtu ana tabia njema, huyu mtu ana nidhamu. Hebu tusome pale Mithali mlango wa 3 mstari wa 11 hadi wa 12. Mwanangu, usidharau kuadhibiwa na Bwana, wala usione mtabu kurudiwa naye, kwa kuwa Bwana ampendaye humrudi, kama vile baba mwanawe ampendezaye. Amina. Yaani tunapoadhibiwa na Mungu tusidharau, kwa sababu Mungu anakuwa na kusudi la kutuadhibu. Mungu atusaidie sana. Sasa mtu mwingine anaona ni shida anapopitia labda katika magumu, kumbe inakuwa wakati mwingine ni Mungu anataka kumtiisha, Mungu anataka kumweka kwenye mstari mzuri. Lakini sasa huyu mtu hawezi kuelewa. Lakini hapa neno la Mungu linasema kwamba kwa kuwa Bwana ampendaye humrudi, kama vile baba mwanae ampendaye. Hebu nisomee Ayubu mlango wa 5 mstari wa 17. Usisome hapo, tuandike. Ayubu mlango wa 5 mstari wa 17 andika, lakini tutasoma Waebrania, tusome hiyo Ayubu 5:17 andika, utasoma nyumbani. Waebrania 12 mstari wa 5 hadi wa 6. Soma hiyo Waebrania mlango wa 12. Amen. Sema tena, mmeyasahau yale maonyo yasemayo nanyi kama kusema na wana, mwanangu, usidharau marudia ya Bwana, wala usizimie moyo ukikemewa naye, maana yeye ambaye Bwana ampenda humrudi, naye humpiga kila mwana amkubalie. Amina. Bwana humrudi kila mpendaye. Yaani Mungu kama baba yetu anayetupenda sana, hapendi tupotee. Bwana Yesu asifiwe. Hapendi atupotee. Kwa hiyo tunapokosea anaturudi kama baba. Baba, hata baba wa kimwili tu anatupenda zaidi sana, baba wa mbinguni. Anaturudi kwa makusudi ili tuweze kushiriki utakatifu wake na kuendelea kuishi
moja tukamwone yeye. Yaani Mungu anapoturudi si kwa bahati mbaya kutuumiza au kufanya nini, hapana. Anataka tushiriki utakatifu wake na tuendelee kuishi maisha ya kumpendeza yeye, maisha safi, ili siku moja tukamwone yeye. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu Mungu wetu, Baba yetu ni mtakatifu. Kwa hiyo anapoturudi ana makusudi kabisa ili twende kwenye mstari mzuri. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo sio kutuumiza, hatuumizi, hapana. Anataka tukae vizuri ili siku moja tukamwone Baba yetu mtakatifu. Hebu soma pale Mithali mlango 1 mstari wa 14. Pasipo mashauri taifa huanguka, bali kwa wingi wa ushauri huja wokovu. Pasipo mashauri, yani kama hapa nilivyosema kwamba mtu anayeshauriwa, yani mashauri ndio yanayoleta hekima na mafanikio. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa pasipo mashauri hata taifa, yani hata kama watawala wetu hawawezi kushauriwa, basi taifa litaanguka. Hata kama watawala wetu hawapokei ushauri wa watu, taifa linaanguka. Tunaweza hapa, hebu andika, hatutasoma lakini tutasimulia habari ya mfano. Wafalme wa kwanza mlango wa 12. Andika Wafalme wa kwanza mlango wa 12 mstari wa kwanza hadi wa 20. Hatutasoma lakini maandiko haya yanahusu habari ya Rehoboam na Yeroboam. Yaani baada ya kifo cha Suleiman, huyu mwanaye aliyekuwa anaitwa Rehoboam ndiye aliyetawala. Sasa huyu hakutaka ushauri kwa wazee, akaenda kutaka ushauri kwa vijana wenzake. Matokeo yake wale Waebrania waligawanyika. Hii habari nadhani mnaifahamu. Kwa hiyo upande wa kaskazini ambao ni Israeli ukatawaliwa na Yeroboam. Alafu upande wa kusini ambao ni Yuda ukatawaliwa na Rehoboam. Lakini sasa tunaona kwamba hii yote ni kwa sababu huyu Rehoboam hakutaka kusikiliza ushauri. Ndio hapo neno la Mungu tumesoma kwamba pasipo mashauri taifa huanguka, bali kwa wingi wa mashauri huja wokovu. Laiti kama huyu Rehoboam angesikiliza ushauri wa wale wazee, sidhani kama, labda kwa sababu ilikuwa labda ni mpango wa Mungu au sivyo, lakini huenda labda taifa lile Waebrania wasingegawanyika. Lakini tunajua kwamba kila kusudi chini ya jua Mungu ana kusudi nalo. Bwana Yesu asifiwe sana. Yaani kila jambo chini ya jua Mungu ana kusudi nalo. Tusome sasa, tuone maana ya nidhamu na ushauri. Nimesema mpaka tunafika mwisho utaelewa maana ya nidhamu na ushauri. Sasa wewe unayeandika utanifuatilia. Nidhamu, ushauri, hekima ni vitu ambavyo huwezi kuvitenganisha. Nidhamu na ushauri na hekima, yaani ni vitu ambavyo huwezi kuvitenganisha. Nidhamu ndio msingi wa kufundishika na kusikiliza. Yaani mtu akiwa na nidhamu anaweza akafundishika na anaweza akasikiliza. Kwa hiyo ndio tunasema nidhamu ndio inatangulia kwanza. Mtu asiye na nidhamu hawezi kupokea ushauri vizuri na hawezi pia kupata hekima, kwa sababu moyo wake hauko tayari kujifunza wala kurekebishwa. Yaani mtu asiye na nidhamu hata ukimshauri hawezi kusikiliza kwa sababu moyo wake hauko tayari. Mungu atusaidie sana. Soma pale Mithali 12. Mithali mlango wa 12 mstari wa kwanza. Mwisho hupenda maarifa, bali yeye achukuaye kulaumiwa ni kama mnyama. Kwa hiyo tunaweza tukasema kwamba mtu aliye na nidhamu ndiye anayepata maarifa na hekima. Maana huyu mtu yuko tayari kusikiliza, yuko tayari kufundishika. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa tuone maana ya nidhamu. Wewe
unayeandika andika. Maana ya nidhamu tumeziandika hapa kama 5 hivi. Moja ni utii ambao matokeo yake ni kuishi katika mpangilio unaokubalika. Ni utii ambao matokeo yake ni kuishi katika mpangilio unaokubalika. Yaani unatii. Maeneo yote unatii. Yaani kila eneo lina utaratibu wake. Mungu atusaidie sana. Hata hapa kanisani tuna utaratibu, si ndio jamani? Hata kwenye taifa letu tuna utaratibu. Hata majumbani kwetu tuna utaratibu. Hata huko tunapoishi kwenye jumuiya, si kwenye ubalozi, kuna utaratibu. Sasa nidhamu ni utii ambao matokeo yake ni kuishi katika mpangilio unaokubalika. Namba 2 ni kujizuia kulingana na kanuni au maadili yanayokubalika. Unajizuia. Unajua kuna vitu vingine tumezoea tu. Tumezoea. Lakini sasa unapoenda mahali, unaendana na yale mazingira ya pale. Hiyo ndio nidhamu sasa. Ulizoea hivi, labda umeenda, labda ni shuleni. Nitoe mfano, ni shuleni. Wewe ni mwanafunzi. Nyumbani ulizoea kuamka labda ni saa 1. Lakini sasa hapa shuleni wanasema tuamke saa 11:30. Basi inabidi ufanye hivyo, ujizuie kulingana na kanuni na maadili yanayokubalika. Kanuni za pale usikubali, za pale shuleni. Kama wanakula saa 7, saa 6, basi ni hivyo hivyo. Wanalala saa 3 au saa 4, basi ni hivyo hivyo. Mungu atusaidie. Namba 3 ni kujitawala na kuishi kwa mpangilio unaofaa kulingana na kanuni za maadili. Yaani kweli, haki, uaminifu na imani. Kujitawala na kuishi kwa mpangilio. Inaendana karibu sawa na hii, lakini wewe andika tu kujitawala na kuishi kwa mpangilio unaofaa kulingana na kanuni za maadili ya haki, kweli, uaminifu na imani. Namba 4 ni uwezo wa kujidhibiti. Na kukubali kufundishwa na kurudiwa. Maana ya nidhamu ni uwezo wa kujidhibiti na kufundishwa. Ukubali kurudiwa, yani kuonywa. Na uwe na uwezo wa kujidhibiti. Yaani mtu anapokuonya, kubali kupokea yale maonyo. Mungu atusaidie sana. Uwezo wa kujidhibiti na kukubali kufundishwa, kubali kufundishika. Namba 5 ni tabia ya mtu kudhibiti matendo, maneno na fikra zake kwa kufuata mema. Ni tabia ya mtu kudhibiti matendo, maneno na fikra zake kwa kufuata mema. Ninaweza nikasema hapa kwa ufupi tu ni kuwa na kiasi. Tunalo tunda la Roho, kuna sehemu kiasi. Kiasi ni hali ya kujidhibiti, kujizuia. Mungu atusaidie sana. Kwa hiyo hii nidhamu inakusaidia wewe kujidhibiti, kujizuia. Amina. Kwa hiyo anasema nidhamu kwa Kiingereza ni, kwa neno la Kiingereza ni discipline. Linamaanisha kufundisha, kuelekeza, kurekebisha na kumfunza mtu ili aishi kwa njia sahihi. Huyu mtu ambaye ana nidhamu anafundishika, anaelekezwa, anarekebisha, anaweza akarekebishwa, anaenda ili aweze kuishi katika njia sahihi. Ndio huyu mtu mwenye nidhamu. Mtu mwenye nidhamu yukoje? Ina maana kwamba huyu mtu anaweza akafundishika, akaelekezwa, akarekebishwa ili aweze kuishi katika njia sahihi. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo nidhamu inamfanya mtu kuwa mnyenyekevu, mwenye maadili na mwaminifu kwa Mungu na hata kwa wanadamu pia. Nidhamu inamfanya mtu kuwa mnyenyekevu, mwenye maadili, mwaminifu kwa Mungu na hata kwa wanadamu. Mtu mwenye nidhamu ni mnyenyekevu. Mlango wa 2, Luka mlango wa 2 mstari wa 52. Akazidi kuendelea katika hekima na kimo, akimpendeza Mungu na wanadamu. Unaona huu mfano wa Bwana Yesu. Alikuwa anampendeza Mungu na wanadamu. Kwa hiyo hata sisi si kwamba sisi tunamtii Mungu tu. Sasa wanadamu nao ishi nao je? Mungu atusaidie sana. Yaani hata wanadamu pia tunatakiwa pia tuwe waadilifu. Maana Yesu alifanya hivyo, alikuwa anampendeza Mungu
Yaani wewe usipofuata kanuni za shule unaweza ukafukuzwa shuleni. Lakini ili uwe na nidhamu, fuata zile kanuni. Namba 2, nidhamu ya kazi. Nidhamu ya kazi ni kufanya kazi kwa uaminifu na kwa wakati. Kama wamesema kwamba kazini tunafika saa 1:30, basi fika saa 1:30, tunatoka saa 9:30. Uondoke hiyo saa 9:30. Unafanya kazi hizi, majukumu yako unayajua. Hiyo ndio nidhamu. Kufanya kazi kwa uaminifu na kwa wakati. Nidhamu ya fedha, kupokea, kuhesabu, kutumia na kutunza fedha. Yaani sisi lazima tuwe na nidhamu ya fedha. Tujue jinsi ya kutunza na kutumia hizi fedha. Maana kama kuna nidhamu ya fedha, yaani utakuwa unatumia tu ovyo ovyo bila mpangilio wa aina yoyote. Mungu atusaidie sana. Kuna nidhamu binafsi. Hii nidhamu binafsi ndio hilo ninaweza nikasema ni kiasi. Unajidhibiti katika tabia yako, katika maneno, hata katika matumizi ya muda au mali. Unajidhibiti. Ni kujidhibiti wewe mwenyewe. Yaani unajidhibiti katika mambo yote, hata katika mavazi. Bwana Yesu asifiwe. Yaani hata katika mavazi lazima tuwe na kiasi. Mungu atusaidie sana. Alafu kuna nidhamu kwa Mungu wetu. Hii ni kuwa na hofu ya Mungu ndani yetu. Kuna nidhamu kwa watu wote. Ni kujua jinsi ya kuishi na kuchukuliana na watu wa aina au tabia mbalimbali. Nidhamu kwa watu wote. Kujua jinsi ya kuishi na kuchukuliana na watu wa aina au tabia mbalimbali. Yaani tunavyoishi hapa hatufanani tabia. Lakini mtu mwenye nidhamu anaweza akaishi na mtu wa aina yoyote. Mungu atusaidie sana. Hebu msomaji wangu soma Warumi mlango wa 8. Samahani. 12 mstari wa 11. Mlango wa 12:11. Biblia inasema kama yamkini kwa upande wenu mkae katika amani na watu wote. Tukae kwa amani na watu wote. Wakorofi, wakaribu, wote nao. Mungu atusaidie. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Kuna nidhamu kanisani. Nidhamu hata kanisani tunatakiwa tuwe nayo. Tunatii ule utaratibu wa kanisa. Kwa mfano hapa jamani sogea mbele. Watu wanabana tu. Yaani wanabana tu kule kusogea mbele. Hiyo sio nidhamu wala wa Mungu. Mungu atusaidie sana. Au wakati mwingine unakuta shemasi anahangaika kule nje. Jamani kule watu wako nje, muingie ndani. Ni wanashangaa sana. Sasa huyu mtu ambaye anakaa kule nje, amekuja kutafuta nini huko kanisani? Amekuja kufanya nini? Wakati mwingine ametoa hata nauli, amekuja huko. Sasa anakaa nje. Hiyo sio nidhamu ya kukaa nje. Mungu atusaidie sana. Kama wamesema tunafika saa 10, labda uwe na sababu, lakini huna sababu basi fuata ule muda. Kesho tunaanza semina saa 3. Bwana Yesu asifiwe. Ndio tuonyeshe sasa nidhamu saa 3. Tuwe na nidhamu hata majumbani mwetu. Bwana Yesu asifiwe. Hata majumbani mwetu tuwe na nidhamu ili hata watoto wetu waweze kuiga. Yaani unaweza ukaona tu nidhamu ya wazazi kupitia hata watoto. Mungu atusaidie sana. Yaani kupitia tu watoto wanaweza kujua nini kuibi. Mungu atusaidie. Kwa hiyo tunatakiwa tuwe na nidhamu hata kwa majumbani mwetu, hata kwa majirani. Mungu atusaidie sana. Sasa tulikuwa tunaongea kwa habari ya nidhamu. Lakini sasa baada ya nidhamu, jambo linalofuata ni ushauri. Somo letu linahusu nidhamu na ushauri. Sasa baada ya nidhamu unakuja ushauri. Ushauri wewe unaandika. Ushauri ni mwongozo au maelekezo yanayosaidia mtu kufanya maamuzi sahihi. Ni mwongozo au maelekezo yanayosaidia mtu kufanya maamuzi sahihi. Ni mwongozo au maelekezo yanayosaidia mtu kufanya maamuzi sahihi. Tunaona
ni Yesu. Ushauri wetu mkuu ni Yesu. Pamoja na kwamba Mungu ameweka wanadamu pia wanaweza wakakushauri, lakini hata mwanadamu anapokushauri asitoke nje ya neno. Bwana Yesu asifiwe sana. Hebu tusome hapa Isaya 9 mlango wa 6. Maana kwa ajili yenu mtoto amezaliwa, tumepewa mtoto mwanamume, na uwezo wa kifalme utakuwa begani mwake, naye ataitwa jina lake Mshauri wa Ajabu, Mungu mwenye nguvu, Baba wa milele, Mfalme wa amani. Kwa hiyo huyu tumepata mshauri wa ajabu. Yesu ni mshauri wa ajabu. Nimesema baada ya nidhamu inafuata ushauri. Yaani inafuata ushauri kwa nini? Kwa sababu baada ya mtu kuwa na nidhamu, maana tumesema nidhamu, mtu mwenye nidhamu anakubali anafundishika, anakubali anaweza kurekebisha, anakubali kurekebishwa, anakubali kufuata maelekezo. Sasa huyu mtu sasa anaweza kupokea ushauri kutoka kwa watu na hatimaye kuwa mtu wa hekima. Yaani mtu ambaye anaweza akaelekezwa, ina maana yuko tayari kupokea ushauri. Amina. Yaani huyu mtu ambaye yuko kufundishika, yuko tayari kusikiliza, huyu mtu anaweza akapokea ushauri kutoka kwa mtu. Lakini mtu ambaye hayuko tayari kuelekezwa, hayuko tayari kurekebishwa, hayuko tayari kufundishika, hawezi kupokea ushauri. Kwa hiyo ndio maana tumesema kwamba yaani baada ya nidhamu, baada ya mtu kuwa na nidhamu, basi huyu anaweza akapokea ushauri. Ushauri ni mwanga wa kuelekeza maisha yako. Ushauri ni mwanga wa kuelekeza maisha yako. Hauwezi kukusaidia kama hauna nidhamu. Mungu atusaidie sana. Ule ushauri utakusaidia kama wewe una nidhamu. Lakini kama hauna nidhamu, huo ushauri hautakusaidia. Amina. Hebu soma Mithali 19 mstari wa 20. Sikiliza mashauri, ukapokee mafundisho, upate kuwa na hekima siku zako za mwisho. Leo sikiliza mashauri. Yaani na maana kwa ushauri unakuja baada ya moyo wenye nidhamu. Moyo ambao unakubali kusikiliza, moyo ambao unakubali kufundishika. Hebu wewe unayeandika basi andika, tuone mfano mmoja hapa tutasoma, lakini andika Kutoka mlango wa 18, naelezea tu mfano. Kutoka mlango wa 18 mstari wa 17 hadi 24. Kutoka mlango wa 18 mstari wa 17 hadi 24. Hii habari inahusu Musa na wana wa Israeli. Sasa Musa alikuwa anaketi kuanzia asubuhi mpaka jioni anawaamua wana wa Israeli. Sasa mkwewe Yethro alipokuja akaona, mbona huyu mkwe wangu atachoka? Ndio akampa ushauri. Bwana Yesu asifiwe. Akampa Musa ushauri jinsi ya kufanya ili asichoke. Kwa hiyo sasa Musa kwa sababu alikuwa na nidhamu, akakubali kupokea ushauri kutoka kwa mkwewe Yethro. Bwana Yesu asifiwe sana. Amina. Naamini ushauri hii habari tunaifahamu. Bwana Yesu asifiwe sana. Amina. Basi hili somo linaendelea. Bwana asifiwe. Hili somo linaendelea. Wewe shika daftari. Ninamkaribisha mchungaji msaidizi aendelee na hili somo. Karibu baba. Mwalimu aliyetangulia kwa utangulizi mzuri kabisa. Ameweka msingi mzuri wa somo hili la nidhamu, na tumeona maana ya nidhamu, tukaona kipi kinatangulia. Huwa inaanza nidhamu, alafu ikitoka nidhamu ndio unakuja ushauri. Mfano, sasa hivi tuko hapa, tuko kanisani, labda niulize, mchungaji amewahi huwa
huwa tunafundishwa, si ndio? Huwa tunafundishwa hapa lakini katika kufundishwa kwetu hata siku moja mchungaji wetu hajawahi kuchukua kiboko, fimbo na kutembea tani kwamba ngoja nione washirika wangu nani ambaye hatii. Kwa hiyo huwa ni mahubiri hapa na mafundisho hapa kama alivyofanya mwalimu wetu. Sasa kinachofuata, mtu anakuwa na nidhamu kwanza. Kinachofuata ni kushika yale mafundisho, alafu anatembea vyema. Bwana Yesu asifiwe. Sasa tuone kwa nini tunajifunza hili somo la nidhamu. Ziko sababu tatu, na hali hizi ndizo tutakazo kwenda nazo mpaka mwisho. Sababu ya kwanza ni mapenzi ya Mungu kwamba tuwe na nidhamu ili tuishi maisha yenye mafanikio, heshima na amani. Kwa nini tunajifunza nidhamu na ushauri? Kwamba ni mapenzi ya Mungu kwamba tuwe na nidhamu ili tuishi maisha yenye heshima, mafanikio na amani. Kwa sababu maisha yenye heshima, maisha yenye mafanikio, maisha yenye amani ni maisha yenye utaratibu. Na utaratibu kama alivyosema mwalimu ndio nidhamu yenyewe. Kwa sababu Mungu wetu ni Mungu mwenye utaratibu. Unaweza ukaandika kwa Korintho wa kwanza sura ya 14 mstari wa 33, unasema kwamba kwa maana Mungu wetu si Mungu wa machafuko, bali ni Mungu wa utaratibu, yaani ni Mungu wa amani. Vile vile kama hivyo katika makanisa yote ya watakatifu. Jambo la pili, kwa nini tunajifunza habari ya nidhamu na ushauri? Jambo la pili ni kwamba nidhamu ndiyo humfanya mtu akae katika njia ya wokovu. Ni nidhamu, hakuna kingine. Andiko hili alisema mwalimu wetu ni Mithali 1:3, kupokea mafundisho ya busara, ya haki na hukumu na adili. Na Mithali 12 mstari wa kwanza, apendaye mafundisho hupenda maarifa, bali achukiaye maonyo ni kama mnyama. Kwa hiyo hii umeshaiandika. Lakini jambo la tatu, nidhamu hutuandaa kuwa viongozi wenye mafanikio. Ya kwanza ni mapenzi ya Mungu ili kusudi tuishi maisha yenye heshima, amani na mafanikio. Ya pili, ili ni kwa sababu tu ni nidhamu ndio kumweka mtu katika wokovu. Na nidhamu ya tatu hutuandaa kuwa viongozi wenye mafanikio. Ukienda katika Timotheo wa kwanza sura ya 3 mstari wa 2 mpaka wa 5, pale anaeleza Mtume Paulo kwamba ni kiongozi mwenye sifa za namna gani ambaye anaweza akaongoza, asiwe mlevi au kutunza nyumba yake. Hiyo yote ni nidhamu. Kwa hiyo ukishika nidhamu, ujue kwamba utakuwa ni kiongozi bora. Bwana Yesu asifiwe. Lakini ujue kwamba nidhamu ni mchakato, sio jambo la mara moja. Kama alivyosema mwalimu, mpaka upate mazoezi. Utakapokwenda shuleni, kama alivyosema, unaamka saa 1, kuja kuweza kuamka saa 12, itabidi ufanye mazoezi mpaka hapo sasa anaweza kuamka saa 12. Mstari sura ya 12 mstari wa 11 anasema kwa sasa maonyo yote hayaonekani kuwa ya furaha, bali ya huzuni. Lakini
baadaye huwapatia wale waliozoezwa nayo tunda la haki lenye amani. Kwa hiyo unaona kwamba si rahisi. Nidhamu inahitaji uvumilivu na mchakato. Tuko pamoja? Tuko pamoja? Amina. Sasa tutakwenda kwa mifano kuona ni watu gani walifanikiwa kuwa watu wenye nidhamu, alafu wakafanikiwa katika maisha yao, wakaongoza vizuri na wakawa wacha Mungu wazuri sana. Katika Biblia yuko, tumemsoma siku zote, mtu anaitwa Yakobo, Mungu wa Ibrahim, Isaka na Yakobo. Huyu Ibrahim alikuwa na watoto hao watatu. Alikuwa kuna vizazi vitatu: Ibrahim, Isaka na Yakobo. Sasa huyu Yakobo alikuwa na mcha Mungu vizuri sana, na Yakobo alikuwa na watoto 12. 6 walizaliwa na Lea. Huyu alikuwa ni Reuben, Simon, Lawi, Yuda, Isaka na Zebulon. Hawa walizaliwa na Lea. Alafu alikuwa na mke mwingine anaitwa Raheli. Huyu alizaa watoto 2, Yusufu na Benjamin. Lakini alikuwepo mjakazi wa Raheli. Huyu alikuwa anaitwa Bila. Alimzaa Dani na Naftali. Lakini alikuwepo mjakazi wa Lea. Huyu alikuwa anaitwa Zilpa. Yeye alimzaa Gadi na Asheri. Sasa huyu Yakobo, watoto wake wote aliwafundisha kumwabudu Mungu. Wote alikuwa anachukua, anawapeleka, anawafundisha kumwabudu Mungu. Tuko pamoja? Hebu msomaji soma kitabu cha Mwanzo sura ya 35 mstari wa 1 na mpaka wa 3. Mungu akamwambia Yakobo, ondoka, panda uende Betheli, ukakae huko, ukamfanyie Mungu madhabahu huko, yeye aliyekutokea ulipomkimbia Esau ndugu yako. Yakobo akawaambia watu wa nyumbani mwake na wote waliokuwa pamoja naye, ondoeni miungu migeni iliyoko kwenu, mjisafishe, mkabadili nguo zenu, tuondoke tupande kwenda Betheli, nami nitamfanyia Mungu madhabahu huko, yeye alinisikia siku ya shida yangu, akawa pamoja nami katika njia yote niliyoiendea. Amen. Unaona kwamba alikuwa akichukua nyumba yake, sio mara moja, sio mara mbili, wanaabudu, anawafundisha ibada. Sasa katika kuwafundisha ibada, alitokea Yusufu, alikubali kuzingatia ibada kweli kweli kuliko wengine wote. Wengine hasa watoto wa Lea, wenyewe walikuwa na roho ya wivu, kiburi na kutojali, walipuzia. Lakini Yusufu, kama alivyotuambia mwalimu aliyetangulia, yeye alipenda mafundisho, alipenda maonyo, alipenda ushauri. Yusufu, kwa hiyo Yusufu akawa karibu sana na Mungu. Yusufu akapendwa na baba yake. Kwa sababu hiyo, kama utakuwa ni mtu wa nidhamu ya kumcha Mungu, utakuwa ni mtu wa kupokea ushauri, lazima utakuwa karibu na Mungu. Kwa sababu hiyo hiyo, Mungu akawa anamtokea Yusufu. Anamtokea katika ndoto, anaongea naye kwa ndoto,
na kushika ushauri anayofundishwa, anayoambiwa, akashika ndoto yake. Amen. Ndoto ya kwanza aliona kuna miganda 11 inamwangukia. Akawaambia ndugu zake, asema ndugu zake, asema yani wewe tunaweza wote tukakuinamia wewe? Wakabeza, lakini yeye akaishika kichwani. Tuko pamoja. Lakini ikatokea ndoto nyingine, akasema nimeona mwezi, nimeona jua na mwezi na nyota 10 zinaniangukia. Baba yake akasema, yaani sisi tunaweza tukakuangukia wewe? Ni ndoto, lakini akaiweka kichwani. Kwa nini? Kwa sababu anazingatia sana. Ni mtu mwenye nidhamu na ni mtu anayesikia ushauri na yuko karibu na Mungu. Kwa hiyo nidhamu itakufanya uwe karibu na Mungu. Bwana asifiwe. Pia huyu Yusufu alikuwa na hofu yake mwenyewe kwa Mungu. Hao walipokwenda kuabudu walienda ili mradi, lakini yeye alikuwa na muabudu Mungu na anakuwa na hofu ya Mungu. Yeye binafsi anamjua Mungu wake binafsi, lakini ni kwa sababu ya nidhamu aliyokuwa nayo. Chanzo cha nidhamu, ujue kwamba ni kumcha Mungu. Tuko pamoja? Sasa nimesema kwamba ukiwa na nidhamu lazima itakupa mafanikio. Ukiwa na nidhamu. Sasa tumuone huyu kijana yeye Yusufu. Ujue alipofikisha miaka 17, hawa kaka zake, hiki kisa mnakifahamu vyema. Kaka zake walimtupa shimoni, lakini baadaye wakamuuza. Katika kumuuza akaishia katika nyumba ya Potifa. Potifa kilikuwa ni cheo cha mlinzi, cha mkuu wa walinzi wa Farao, alikuwa anaitwa Potifa. Sasa huyu kijana akaishia kwa Potifa, lakini nidhamu yake ilimfanya apate kibali kwa Potifa. Bidii ya kazi, uaminifu, ukweli, mpaka Potifa akawa hafanyi kitu chochote isipokuwa kula tu. Amen. Hebu msomaji nisomee Mwanzo sura 39 mstari wa 2 mpaka wa 6. Pamoja na Yusufu naye akasitawi, naye alikuwa katika nyumba ya bwana wake yule Misri. Bwana wake akaona ya kwamba Bwana yu pamoja naye, na ya kuwa Bwana anamfanikisha mambo yote mkononi mwake. Yusufu akaona neema machoni pake, akamtumikia, naye akamweka awe msimamizi juu ya nyumba yake, na yote yaliyomo akaiweka mkononi mwake. Ikawa tokea wakati alipomweka awe msimamizi juu ya nyumba yake na vyote vilivyomo, Bwana akabariki nyumba ya yule Misri kwa ajili ya Yusufu. Baraka wa Bwana ukawa juu ya vyote alivyokuwa navyo katika nyumba na katika shamba. Akayacha yote aliyokuwa nayo mkononi mwa Yusufu, wala hakujua habari za kitu chochote chake, ila hicho chakula alichokula tu. Bwana Yesu asifiwe. Huyu kijana mwenye nidhamu ambaye amemchika Mungu
ambaye ni mkweli, wa haki, mwaminifu, akaenda kwenye nyumba ya afisa huyu kwa nidhamu yake, kwa kuchapakazi kwake, mpaka nyumba ikabarikiwa. Yule afisa akaona kwamba hapa aisa nyumba imebarikiwa, sasa nifanyeje? Akamwachia kila kitu, yakajua kuja mezani na kula tu. Bwana asifiwe. Sasa hebu niambie, vijana sasa hivi, vijana, mchukue kijana, muweke mahali, umwachie. Tena wengine wameokoka, lakini mpe dhamana ya vitu, ya mradi, ya shughuli, alafu mwache. Wako watakaoweza, lakini wako utakuta ameharibu, amefuja. Si ndio? Nasema uongo jamani? Sababu hawana nidhamu. Lakini wakiwa na nidhamu ya Mungu watakuwa kama Yusufu. Amen. Wakienda mahali patabarikiwa. Kama ni mradi utastawi. Tena na atakuja tajiri amwambie, kijana wangu, mimi kila kitu, wewe endelea tu, utakuwa unanipa ripoti. Kwa Yusufu iliwezekana. Vijana, mkitaka mwe na maisha ya kufanikiwa, kuweni na nidhamu. Bwana asifiwe. Mwalimu amefundisha pale tangulia, self discipline, kwamba uwe mahali wanakuona hawakuoni, lakini una self discipline wewe na Mungu wako. Ilifika mahali Yusufu, huyu mke wa Potifa, akataka kulala naye. Biblia inasema si mara moja wala si mara mbili. Kwa hiyo alifanya mara nyingi, lakini Yusufu alikataa kuongea naye wala kumwangalia kwa sababu ya nidhamu, self discipline. Bwana asifiwe. Ukitaka hiyo utasoma Mwanzo 41 mstari wa 39 mpaka 41. Mwanzo 41 mstari wa 39 mpaka 41. Au hebu soma 39 mstari wa 9 na 10. Basi 39 mstari wa 9 na 10 ile iache kwanza. 39 mstari wa 9 na 10. Hapa tunaangalia self discipline. Biblia inasema, hakuna Mungu katika nyumba hii kuliko mimi, wala hakunizuilia kitu chochote ila wewe. Kwa kuwa wewe mkewe, nifanyeje ubaya huu mkubwa nikamkose Mungu? Akawa akizidi kusema na Yusufu siku baada ya siku, lakini hakumsikia alale naye. Hiyo ni self discipline. Yaani unamheshimu Mungu, unamcha Mungu, huwezi kutenda uovu, huwezi kutenda dhambi. Wawe wanakuona, wawe hawakuoni. Uwe peke yako, uwe hata kwa kushinikizwa. Pamoja na kusingiziwa, pamoja na kukataa. Huyu mama alitaka kumbaka lakini akakataa. Akamwachia Job. Na lile ndilo akasema, mimi alitaka kunibaka, nguo yake nimebaki naye. Kwa kusingiziwa akaenda gerezani. Lakini hata huko alikuwa na nidhamu. Katika shida, katika tabu, katika mateso, wewe baki na nidhamu yako. Bwana asifiwe. Wewe baki na nidhamu. Na hiyo nidhamu ilikuja kumsaidia. Ujue kule gerezani walimuona, na sababu alikuwa ni kiongozi wa wafungwa wengine. Ikatokea siku moja wafungwa wakaota ndoto. Ujue huyu mtu yuko karibu na Mungu, na yeye anajua ndoto, ameziota na amezishikilia. Hata kama zijatokea, lakini anajua.
niliwahi kuota. Wewe siku zote gangana na ndoto yako. Ukiwa ni mtu mwenye nidhamu, itatimia tu. Bwana asifiwe. Sasa ikawa ni kutafsiri ndoto. Mfalme kule akaota ng'ombe 7 wanono wameliwa na ng'ombe waliokonda. Miganda minono imeliwa na miganda iliyokonda. Akashindwa kupata tafsiri. Bwana asifiwe. Hicho kisa mnakifahamu. Ukitaka unaweza ukisoma Mwanzo wa 41 mstari wa kwanza na kuendelea. Andika. Sasa Farao hakawa hawezi kutafsiri ile ndoto. Hajui maana yake. Lakini habari zikapata kwamba yuko mfungwa kule anaweza kutafsiri ndoto hii. Wakamleta na akatafsiri kwamba itakuja miaka 7 yenye neema, lakini itakuja miaka 7 nyingine ya njaa. Farao akashika ushauri wa huyu kijana na akaona ni ndoto ya kweli. Ikawa sababu ya huyu kijana kutoka gerezani kuja kukaa kwa Farao na akamweka juu ya mambo yote. Yeye akawa waziri mkuu kwa sababu alizishika ndoto, akasimamia ndoto zake, hatimaye zikatimia. Lakini si hivi hivi tu, alikuwa na nidhamu, alikuwa karibu na Mungu. Kwa hiyo siku zote ukitaka kufanikiwa, wewe kuwa na nidhamu, kuwa karibu na Mungu, ndoto yako itatimia. Bwana, tunaona hapa kwamba nidhamu huleta heshima. Nidhamu ilimpa heshima kwa Potifa. Nidhamu imempa heshima kwa huyu Farao. Bwana Yesu asifiwe. Sasa tuje kitu kingine kuhusu nidhamu. Unajua tuko majumbani mwetu, tuna watoto, yuko baba na mama, wako ndugu na jamaa. Wakati mwingine baba na mama wanaweza kukorofishana, lakini kitakacholeta suluhisho katika ndoa ni nidhamu. Watoto na wazazi wanaweza kukorofishana, lakini kitakacholeta suluhisho ni nidhamu. Kazini unaweza kutokea tatizo, kitakachokusaidia ni nidhamu. Nidhamu huwa pia inaomba msamaha. Nidhamu inakufanya usiwe na chuki. Bwana asifiwe. Sasa uone huyu Yusufu alikosema na kaka zake, wakamtupa shimoni, wakamuuza katika utumwani, ameingia kifungoni. Sasa ametoka, yuko kwa Farao. Njaa ilipopiga, kisa hiki nakimfahamu, ndugu zake walitoka kule Kanaani, wakaja kupata chakula huko. Yusufu akawatambua, wao hawakumtambua. Hebu niambie, si alikuwa na fursa ya kulipiza kisasi? Alikuwa nayo. Lakini kwa sababu ya upendo, kwa sababu ya nidhamu, hakufanya hicho. Kwa hiyo nidhamu pia hutufanya tuwe watu wa msamaha. Tuko pamoja? Hutufanya tuwe watu wa msamaha. Yaani hebu msomaji tusome Mwanzo wa 45 mstari wa 4 mpaka wa 5. Hawa watu walimuuza. Hawa watu sasa wamekuja mbele yake, wamemkuta yuko vizuri,
amewatambua, wao hawakumtambua. Lakini pamoja na kwamba anajua hawa ndio walioniuza, anajua hawa ndio walionitesa, anasema hawa ndio walionifanya mimi niishi huku, sasa wamekuja, lakini wana alichokifanya. Hebu tusomee 45 mstari wa 4 mpaka wa 5. Mwanzo 45 mpaka mstari wa 5. Yusufu akamwambia ndugu zake, karibuni kwangu. Basi wakakaribia, akasema, mimi ni Yusufu ndugu yenu, ambaye mliniuza kwenda Misri. Sasa msihuzunike wala msiudhike nafsi zenu kwa kuniuza huko, maana Mungu alinipeleka mbele yenu kuhifadhi maisha za watu. Hebu nenda tena 50:19 mpaka 20. Inasema, Yusufu akawaambia, msiogope. Je, mimi ni badala ya Mungu? Nani kweli mlikusudia mabaya, bali Mungu aliyakusudia kuwa mema, ili itokee kuokoa taifa kubwa kama ilivyo leo, Mpaka 20 yameishia. Sasa unaona, huyu Yusufu akawafariji ndugu zake pamoja na kwamba walikosea. Sasa mwana wa Mungu, nidhamu ni pamoja na kuwa na moyo wa msamaha. Amen. Ni pamoja kuwa na moyo wa msamaha. Kumbe nidhamu inaweza kukuinua. Nidhamu inaweza kukupa bora. Nidhamu inaweza kukupa heshima. Nidhamu inaweza kukupa baraka. Bwana Yesu asifiwe. Na si huyo tu. Kama mnakumbuka habari za Daniel. Daniel yeye alitekwa, wakamleta katika nchi ya utumwa. Lakini katika ile nchi ya utumwa aliendelea kumwabudu Mungu, aliendelea kumcha Mungu, kwa sababu nidhamu ya kumcha Mungu imeumbika ndani yake. Matokeo yake huyu bwana akainuliwa mpaka na yeye akawa waziri mkuu, mpaka watawala 4, awamu 4 zikapita, lakini yupo. Kama ukienda katika kitabu cha Daniel, hebu soma mstari wa sura ya kwanza mstari wa 8. Lakini Daniel aliazimu moyoni mwake ya kwamba hatajitia unajisi kwa chakula cha mfalme wala kwa divai aliyokunywa. Basi akamwomba yule mkuu wa matowashi ampe ruhusa asijitie unajisi. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo nidhamu ni pamoja na kuwa na self discipline, ni pamoja na kujichunga wewe mwenyewe usijitie unajisi. Maana kama angekula kile chakula cha mfalme, unajua alikula karibu vyakula vya kipagani. Sasa akaomba asile vyakula hivyo. Kwa hiyo ile nidhamu yake Mungu akaipenda, akaiheshimu. Pamoja na kwamba huyu mkuu wa matowashi aliona kwamba inaweza kumhatarisha, lakini alipata kibali. Wewe ukimchukua Mungu ukawa pamoja naye, ukawa karibu naye, basi ujue kwamba utapata kibali hata katika nyakati ngumu, katika mazingira magumu. Kama wewe umeshikilia nidhamu ya kimungu, Mungu atakutetea. Bwana asifiwe.